yuko kwamba urukundo upendo uva ku Mana inatoka kwa Mungu, kandi umuntu wese ukunda na kila mmoja anayependa azimana anajua Mungu, na udakunda na yule ambaye hapendi harakamenya Imana hajamjua Mungu, kuko Imana kwa maana Mungu ari urukundo, ni upendo. Bwana asifiwe. Haleluya. Bakundwa, wapendwa, ukundana. Kandi najafite icyo cyifuzo, oya sinatamaramaza, kuko imbaraga ziyahagiriwe, gushakashaka oya n'amazi, ni ku mutima waje ukwifuza, oya sinatamaramaza, sinakurekura, sinakurekura, erega sinakurekura, erega sinakurekura, sinakurekura, sinakurekura. Bari afite Bibiliya, turambure mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana. Kwa wale ambao wako na Biblia tufumbue katika waraka wa kwanza wa Yohana igice cya 4 umurongo wa 7 tugeze ku 9, turasimbuka tucume w'12 kugeza ku 11 kugeza ku 12. Sura yake ya 4 mstari wa 7 mpaka wa 9, tuanzie 12 mpaka 10. Narimvuze ngo turasoma igice cya 4 umurongo w'9 tugeze ku umurongo wa 4 umurongo wa 7 kugeza ku 9. Sura ya 4 mstari wa 7 mpaka wa 9. Turasimbuka dusome umurongo wa 11 kugeza ku 12. Takuja kuruka hapo tukuje kusoma 11 mpaka 12. Tusome mu izina rya Yesu. Tusome kwa jina la Yesu. Bakundwa, dukundane kuko urukundo ruva ku Mana. Umuntu wese ukunda yabyawe n'Imana kandi azi Imana. Udakunda ntazi Imana kuko Imana ari urukundo. Iki nico cyerekana cyerekanye urukundo rw'Imana muri twe, nuko Imana yadukunze yatumye umwana wayo w'ikinege mu isi kugira ngo tubone uko tubeshwaho nawe. Amen. 11 haravuze ngo bakundwa, ubwo Imana yadukunze ityo natwe dukwiriye gukundana. Uhereye kera kose ntihigeze kubaho umuntu wabonye Imana, nyamara nidukundana Imana iguma muri twe, urukundo rwayo rugatunganirizwa muri twe rwose. Amen. Mana urakiranuka, wuzuye imbaraga n'ubuntu. Ndagushimira kubw'umugoroba wa none duhaye mwiza, mugoroba w'ineza, mugoroba w'urukundo, mugoroba w'izishimo. Tubaye imbere yawe Mana tugutaramira, uhabwe icubahiro data. Mwami Yesu, duciye bugufi kugira ngo imbabazi n'ubuntu bwawe tubeho, maze Mana twishimiye umugoroba. Duhagaze imbere y'ubwoko bwawe, bwacu ntabwo tubishoboye, ariko turasaba gushobozwa nawe. Abicaye nabo Mwami Yesu baze gutegera no gutahura ijambo ryawe. Reka byose bikorwa mu mugoroba kugira ngo icubahiro Mana kigarukire wowe none nibihe bitege byose bidashira, mu izina rya Yesu dusenze twizeye. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Turashima Imana kuko tubonye umugoroba mwiza Imana iduhaye. Shukuru Mungu kwa jioni hii njema aliyotupa. Umugoroba w'ibyishimo Imana yatugiriye neza, Imana ishimwe. Jioni ya furaha tuliyopewa na Mungu. Abo yarinzi karagira twese turabishimira Imana. Sote aliyowalinda tunamshukuru Mungu. Uko mwene data Ndagije amaze kuvuga. Kama vile ndugu Ndagije amesema. Ushize twari twagiye gushingura ku wa mbere. Tulikuwa tumeenda huko kwa mazishi. Twe twari mu yindi modoka. Tulikuwa kwa gari lingine. Ariko nyuma tugeze hafi baduhamagara ko bakoze impanuka, lakini baadaye wakakuja kutuita eti subiye dusanga impanuka ndi yari yoroshe cyane. Tukapata ajali haikuwa rahisi, habaye ukuboko kw'Imana, ilikuwa mkono wa Mungu. Imana y'ijuru yabikoze himbazwe. Mungu aliyefanya apewe kandi turashima kuko we ni data. Shukuru ya kwa wandogo. Nuko harimo abakomeretse ariko nanone turizera ko Imana izobakiza. Kuna wale ambao wameumia lakini tunatumai Mungu urebye impanuka bari bakoze bari gukomereka nabi. Ajali ambayo walipata ilikuwa ariko Imana yabikoze himbazwe. Lakini Mungu aliyefanya apewe. Konge gushimira umugoroba wa none Imana iduhaye gw'ikaciro. Shukuru tena jioni hii ya dhamani kubwa. Itarabone ciza. Kuwa kwa ibada ni vema. Itarabone ngo tutubona amasezerano. Ndipo tunapata agano. Itarabone ngo twishimira Imana. Ndipo tunamfurahia Mungu. Itarabone ngo turamiriza Imana. Ndipo tunamsifu Mungu. Ngubwo itarabone ciza. Kwa sababu ibada abagize amahirwe bagaterana. Kwa wale ambao wamepata bahati urakaze neza Imana ngushuha umugisha. Karibu sana na Mungu awabariki. Somye ijambo ry'Imana. Tumesoma neno. Ijambo nahaye umutwe uvuga ngo urukundo. Neno linalosema upendo hagati y'abantu n'abandi, katikati ya watu na wenzio, cyangwa se urukundo ama upendo rw'abakristo ya waliookoka.
muyani magambo twovuga, kwa maneno mengine tunaweza sema turaganirije gukundana. Tazungumza juu ya upendo. Wakristo wakundana. Wakristo wanaopendana. Urwandiko huu waraka rwanditswe na Yohana. Imeandikwa na Yohana. Yohana wari intumwa ya Yesu. Yohana aliyekuwa mwanafunzi wa Yesu. Iyi intumwa ya Yesu. Huyu aliyekuwa mwanafunzi wa Yesu. Yarwanditse. Ameiandika. Yandika urwandiko rw'ibice 5. Akaiandika ikiwa ni ya sura 5. Abiheza rufite imirongo 105. Ina mistari 150. Arwita izina. Akaliita jina. Arwita izina rivuga ngo ni waraka wa uzima. Ni urwandiko rw'ubuzima. Waraka wa uzima. Rwandiko rw'ubuzima. Kandi rwandikiye abantu bose. Na imeandikiwa watu wote. Iyo usomye inzandiko, ukisoma nyaraka, hari inzandiko 13 za Paulo. Kuna nyaraka 13 za Paulo. Hari izindi 8 z'abandi. Kuna pia zingine 8 za wengine. Ariko muri zo zose, lakini kwa hizo zote, hari zimwe bagiye bandikira amatorero. Kuna yale aliandikia makanisa. Bakandikira abantu. Akawaandikia watu. Ariko Yohana, lakini Yohana, urwandiko yandikiye abantu bose. Waraka huu akawaandikia watu wote. Jewe nawe yaratwandikiye. Mimi nawe tumeandikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Asifiwe. Hanyuma alafu yarwanditse ari Efeso. Ameiandika akiwa Efeso. Hagati mu mwaka 85 kugeza ku 90. Kwa mwaka wa 85 mpaka 90. Abanditsi bagereranya kuko yarwanditse muri uwo mwaka ashaje cyane. Wanasema yakuwa ameandika katika mwaka huu akiwa mkongwe zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kandi na tena yarwandikaga iteke cyane izandiko ze za gatatu. Sana sana hizi nyaraka zake 3. Yandikaga avuga ngo ndabandikiye bana banje bato. Alikuwa anasema nawaandikia watoto wangu wachanga. Wewe yabandikiraga avuga kwa sababu gani alikuwa anasema namna hii? Yari umusaza ukuze. Alikuwa ni mzee aliyeenda na kwa miaka. Alikuwa na wazidi wengi lika. Yakoresha cyane ngo ndabandikiye bana bato. Alienda akitumia nawaandikia wana wangu wadogo. Kuko yabakundaga. Kwa maana alikuwa anawapenda. Hanyuma alafu Yohana ninde? Huyu Yohana ni nani? Iyo avuze Yohana. Wakisema Yohana. Aliona babeshi cyane. Kuna akina Yohana wengi. Ariko ni Yohana mwene Zebedayo. Lakini ni Yohana mtoto wa Zebedayo. Na Salome. Pamoja na Salome. Ise yitwaga Zebedayo. Babake alikuwa anaitwa Zebedayo. Akitwa Salome. Alafu mamake alikuwa anaitwa Salome. Yesu abahamagara. Yesu alipowaita bitwa ngo n'abana b'inkuba. Walikuwa anaitwa ni watoto wa radi. Usumwe ngo bageze ku mudugudu ahantu. Kwa maana siku moja wakafika jijini pahali. Abantu ngo bigira nabi. Watu wakajifanya. Wagira Yesu ngo namanura umuriro watwike. Wakamwambia Yesu ashushe moto wachome. Ariko Yesu aramwangira. Lakini Yesu akakataa. Akabita ngo n'abana b'inkuba. Alikuwa anawaita ni watoto wa radi. Yabasanze baroba. Amewapata wakiwa wanavua. Paulo wahamwe na Zebedayo. Wakivua pamoja na babake. Arabahamagara baramukurikira. Akawaita wakamfuata. Huyu Yohana. Bwana Yesu asifiwe sana. Asifiwe. Ni intumwa ya Yesu. Ni mwanafunzi wa Yesu. Muri za ntumwa 12. Katika hao wanafunzi 12. Amateka na historia avuga ko ari we wari mutoya. Inasema ndiye alikuwa mdogo. Ni wari mutoya kubana. Ndiye alikuwa mdogo kwa wenziwe. Akongera ile jambo livuga ngo kulikuwa na neno linalosema walikuwa mwanafunzi mpendwa. Yari umwanafunzi wakundwaga cyane. Kubera iki yakundwa? Kwa nini alikuwa mpendwa? Iteka ryose mara kwa mara ngo yahoraga yifuza. Alikuwa anatamani guhora mu gituza cha Yesu. Kuendelea kukaa kifuani cha Yesu. Magambo Yesu agani. Akisikia maneno Yesu anayoyazungumza. Ituma yitwa ngo ikamfanya aitwe ni mwanafunzi mpendwa. Ni umwanafunzi yakundaga. Ukasikia Yesu amuvuza ijambo. Paka Yesu akasema neno. Araba ngo nobisha. Akasema nikitaka huyu yobaho kuzogeza ngaka. Anaweza akakaa mpaka ni mwisho wa dhahari. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyu Yohana yari umurobyi. Alikuwa ni mvuvi. Huyu Yohana yanditse ibitabo 5. Ameandika vitabu 5. Yanditse ubutumwa bwiza. Ameandika injili kama ilivyoandikwa na Yohana. Akaandika waraka wa kwanza wa Yohana. Waraka wa pili. Waraka wa 3. Niwo wanditse n'ibyahishuwe. Alafu akaandika ufunuo. Huyu Yohana ngo yageragejwe kenshi amejaribiwa mara nyingi sana kugeza igihe ngo yatetswe mu mavuta mpaka alipochomwa katika mafuta avanywe ari muzima akatoka akiwa sawa kugeza igihe ngo bamashije mpaka waliweza kumuta kukarwa ka Patmos kumweka kwenye mlima wa Patmos. Bali bagambira ibintu bitatu. Walikuwa na kusudi la lengo 3. Bali bagambiriye ngo lengo la kwanza ilikuwa wasishwe n'inzara, afe kwa njaa, cyangwa ngo yicwe n'imbeho, ama afe kwa baridi, cyangwa ngo yicwe n'irungu, ama afe kwa upweke. Ikishindikana inyamaswa zizamura, wanyama wakali wamle. Lakini kwa hayo yote haikumdhuru. Kwa nini? Hari ijambo umwami Yesu. Kuna neno ambalo mfalme Yesu yari yaramuvuze. Alikuwa amesema juu yake. Niba hari ijambo Yesu akuvuze. Kama kunalo neno Yesu alisema kwako, wewe usijali. Ucha mu muriro. Utapita kwa moto. Hutachomeka. Ukipita kwenye mito haitakubeba. Kwa maana hari ijambo wavuze. Kuna neno ulilosemwa na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umurongo mukuru w'ikigice nako
teme nkuru y'uru rwandiko, mstari mkuu wa waraka huu ni hejuru y'urukundo, ni juu ya upendo. Amateka, historia, inyigisho za Biblia, mafunzo ya Biblia zivuga kuko ngo ariwe muntu inasema kuwa ndiye mtu wanditse hejuru y'urukundo, ambaye ameandika juu ya upendo kuruta abantu bose, kuliko watu wote. Uwundi washatse kumwegera, mwingine ambaye alimkaribia ni Paulo. Cyane Paulo yarwanditse hususan na Paulo akaandika mu gice cya 13 rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto, waraka wa kwanza wa Korinto 13 sura. Ikigice waraka sura hii kizacitwa ngo wanga inaitwa ngo nindirimbo, hii ni nyimbo yo kurata, ya kusifia urukundo rw'Imana, upendo wa Mungu. Indirimbo, nyimbo irata inayosifu urukundo rw'Imana, upendo wa Mungu. Urukundo, upendo, ijambo urukundo, neno upendo, Yohana yarugaruseho, Yohana ameirudilia inshuro zirenga 50 mara zaidi ya 50. aha yandika ijuru urukundo, akizungumzia juu ya upendo. Bwana asifiwe sana. Amen. Hanyuma rero, alafu yanditse afite intego zitatu, ameandika akiwa na lengo tatu. Intego zitatu zatumye Yohana yandika urwandiko, lengo tatu zilizomfanya andike waraka huu. Bwana asifiwe. Amen. Impamvu ya mbere, lengo la kwanza, ngo yaza shaka, alikuwa anatafuta kukomeza abakristo, kuwaimarisha wakristo muzo kwizera, kwa mambo ya imani. Intego yeye ya mbere kwandika, lengo lake la kwanza kuandika waraka huu. Urwandiko rw'abantu bose, tumesema ni waraka wa kila wa watu wote. Habe nawe korora twandika, nawe nami imetuandikia, natwe korora tubwira, nasi pia inatuambia ngo muri kino gihe eti wakati huu hari ibintu byinshi, kuna vitu nyingi bitumye kwizera kwa benshi kunyeganyeza, zinazofanya imani ya watu wengi harabu kwizera kwa kunyeganyishwa n'amafaranga, kuna wale imani yao inatikiswa na pesa, harabu kwizera kwa kunyeganyishwa n'ibihe baba, kuna wengine inatikiswa na nyakati za vita, za umaskini, za ugonjwa, za kuchuki. Ariko nanone Yohana nawe karakubwira, lakini Yohana anakuambia hivi, komera muzo kwizera, imarika kwa mambo ya imani, ushikame, uimarike, tukanyeganyeza, usitikisike. Bwana asifiwe. Amen. Nubwo wanyura muri bisobi, hata upita kwa nyakati hizo, ariko Yohana mugororo, lakini Yohana jioni hii, ukomere, imarika, unyeganyeke, ure kunyeganyeka, usitikisike. Bwana asifiwe. Haleluya. Isakabiri ya pili, uhari yandutse inyigisho, kulikuwa kumekuja na mafunzo, inyigisho z'ibinyoma, mafunzo ya uongo kizadutse muri kino gihe, kama zile zilizochipuka siku hizi. Si mnazisikia siku hizi, ngo dukora ibyaha, eti tutende dhambi, wengu ubuntu bwara, eti imani, neema imekuja, ubuntu buzana gakiza bwose bwarabonetse, neema iletayo wokovu imepatikana, ariko gutwigisha kureka kuba imani, lakini inatufunza kuacha kutomtii Mungu, ngo twirinda, tukijilinda, tukiranuka, tukiwa watakatifu. ngo nibwo buntu bwaje, hiyo ndiyo neema iliyokuja. Lakini watu wanasema kwa sababu eti mtu hawezi akapoteza wokovu. Wakati wa Yohana kuna mafunzo aliyokuwa amekuja kwa watu, hatusemi kwa sababu ya muda, zilikuwa ni mafunzo 4, lakini la kwanza zinazoitwa za vitabu za wenye hekima, kulikuwa kumekuja na akili nyingi. Kwa siku hizo watu wakaanza kupotosha watu. Yohana akamwandikia waraka huu akiwaambia, akipinga izo nyigisho z'ibinyoma, mafunzo haya ya uongo. Tuhaguruke turwanye inyigisho z'ibinyoma, tusimame tupinge mafunzo haya mwizina rya Yesu, katika jina la Yesu. nasi turazipinze mwizina rya Yesu, nasi tumezipinga katika jina la Yesu. Neema imepatikana inayoletea watu wokovu, inatufunza kuirinda, kujilinda, kutubaha Imana, kutomtii Mungu. Atukuzwe. Asifiwe. Haleluya. Haleluya. Impamvu ya kabiri yabandiki, sababu ya pili aliyoandikia abantu bose, amewaandikia watu wote, alikuwa anapinga inyigisho, mafunzo z'ibinyoma ya uongo. Amen. Haleluya. Gatatu, ya tatu, yaza bashishikariza, alikuwa anawasisitiza kurwanira kwizera, pigania imani, kurwanira ubukristo, kupigania Ukristo, kutetea injili. Haleluya. Kuipigania ukweli, kugwanira agakiza. Na Yuda yarabivuze, Yuda alisema, ngo murwanire kwizera abera bahawe rimwe, akasema ipiganie imani tuliyopewa mara moja. Turwanire kwizera, tuipiganie imani. So irwanira gute? Taipiganiaje? Mu bintu bitatu. Vitu tatu. Jambo rya mbere, neno la kwanza, ni imyitwarire yacu, ni mienendo yetu ihwanye n'ijambo ry'Imana, ambayo inaambatana na neno la Mungu. Character. Mienendo. Tugire character nzuri, tuwe na mienendo mizuri. Yesu akasema, nibabona imirimo yanyu myinshi, wakiziona matichukulia kwa wengi, inawafanya uinjili dharauliwe. Lakini kama watakatifu wahamagariwe, tumeitiwa kurwanira, kupigania kwizera, imani. Gute? Jinsi gani? Myifatire yacu, kwa mwenendo wetu. Uzoture mu muhana, kaa jijini, ture muri quartier, kaa jijini, kaa kanisani, uende barabarani, uende ushago, uendelee kuwa Mkristo.
binti mmoja wa huko Sweden ya mimba akasema mimi ni Mkristo, taendelea kuwa Mkristo kwa mambo yote mpaka nife. Je, mienendo yako inapigania ukweli? Kuna kile wanaweza wakaiga kwako. Saa hii kumekuja vitu ya kujifanya, kuishushanya. Anakaa ni kama amo ndani, anaimba, wanasema, lakini ukiangalia mienendo yao, ukiangalia maisha yao, unapata ni tofauti. Lakini Yohana akaandika akasema, mpiganie Ukristo, pigania imani, mkionyesha kwa matendo. Watu wakiona matendo yetu mema ni wafanywa wamsifu. Paulo akasema jueni ninyi waraka unayosomwa na watu wote. Yesu akasema ninyi ni chumvi la dunia, ninyi ni nuru ya dunia, ninyi ni jiji uliojengwa juu ya mlima. Mwenendo wako inapigania Ukristo. Pahali unakaa, pahali unashinda, jamii kwenyu, mwenendo wako inapigania Ukristo. Pili, haleluya, haleluya, ngono gukomeza kwamamaza bizagakisa, ni kuendelea kuitangaza injili. Zitangaza injili. Mwamamaza gakisa. Yesu aravuga, tangaza injili. Yesu akasema, akawaambia wanafunzi, akawaambia ni umepewa uwezo duniani na nuko namwe ni mugende, nanyi endeneni mumubwira abantu ubutumwa bwiza, mkawaambie watu habari njema. Watakao kubali mwabatize katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, kandi ngumubigisha, na tena mkiwafunza kwisondera amategeko, kutii sheria. Aravuga ndi kumwe namwe, akasema ni pamoja nanyi. Kuramamaza gakisa, unaitangaza injili, fitumwete, unabidi. Injili tunaisema kwa namna tatu. Kuna wanaoombea wainjilisti, hawezi kulala bila kusema Baba waangalie wainjilisti. Wa pili ni wanaotoa pesa, wanatoa uwezo wao ili missionary waendelee kutembea. Watatu ni wale ambao wanaenda. Kwa hao wote wewe umo kati ya wapi? Unawaombea, uzutanga mafaranga, unatoa pesa, changu uzugenda uvuka, ama unaenda ukitangaza. Haleluya, haleluya. Turwanira ubukristo, tunapigania Ukristo. Iyo tuvuga ubutumwa bwiza, tukitangaza habari njema, tunasema tukitoa mambo yetu, tunaombea injilisti, tuvuga twagi, pia tukisimama na kwenda. Kwa hayo wewe unafanya lipi? Haleluya, haleluya. Atukuze Mungu wa milele, asifiwe Bwana. Kurwanira kuipigania Ukristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ili jambo muri urwandiko, neno katika waraka huu, yagiye kuvuga cyane hejuru y'urukundo. Ameenda akizungumzia juu ya upendo, hejuru y'ubuzima, akasema juu ya maisha. Ubuzima, haya maisha yabuvuze, ameyazungumzia mu gice cya mbere, kwa sura ya kwanza, umurongo wa mbere, mstari wa kwanza. Muyandi magambo, kwa maneno mengine, yatangije urwandiko n'ijambo ubuzima. Ameanza na maisha, asoza urwandiko n'ubuzima, akamaliza na maisha. Mu gice cya 5 umurongo 20, sura ya 5 mstari wa 20. Ubugingo burasobanura iki? Haya maisha yanamaanisha nini? Inamaanisha ngo ni ubuzima nyakuri. Hii ni uzima kweli kweli. Ubugingo Yohana yazavuga ni ubuhe? Huu uzima wa milele aliyokuwa akizungumzia ni upi? Inamaanisha ngo ni ubuzima nyakuri. Huu ni uzima kweli kweli. Pili, ngo ni ubugingo, ni uzima ngo gufatanya n'Imana, wa kuambatana na Mungu muri Kristo Yesu. Katika Kristo Yesu ni kumfatanya ibikorwa, ni kuwa muambatanaji. Amen. Haleluya. Iyo tuvuga ubutumwa, tukitangaza injili, iyo tugira imyitwarire myiza, tukiwa na mienendo mizuri, iyo dutanga ibyacu, tukitoa mali yetu, turimo dufatanya n'Imana, tunaambatana na Mungu muri Kristo Yesu, ndani ya Kristo Yesu. Ubugingo, uzima wa milele ni kuambatana na Kristo, kutumika na Yesu, ariko tukabikorera, lakini tunafanya muri Kristo Yesu, ndani ya Yesu Kristo. Jambo rya gatatu, jambo la tatu, sobanurwa ubuzima, bado inamaanisha uzima huu wa milele. Inasobanurwa ngo, inamaanisha ngo ni ubugingo, ni uzima wa milele, ubuzima, ni uzima bwo gutura, la kukaa kure, mbali n'icyaha na dhambi. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ejo nari bizo twari turi, jana nimesema pahali tulikuwa, hari abantu Satani asaba igihe cyaki cyose abatere cyose. Kuna wakati shetani akiwapiganisha watu,
anawashinda. Azamutera nijoro, anampiga usiku, anamshinda. Yamutera muri material, akimpiga katika material, anamshinda. Yamutera kuri telefone, akimpiga kwa simu, anamshinda. Kona yose achuze, kila pahali akimpata anamshinda. Hawezi kuacha. Azacha mu busambanyi, anapita usherati, anamshinda. Yanyura mu matiku, akipita kwa masengana, anamshinda. Akikuja kwa mgawanyiko, anamshinda. Kila lango akiingia ibilisi, anamshinda. Lakini kuna wengine shetani kuwafikia, anang'ang'ana. Haleluya, haleluya. Neno uzima linamaanisha ni kuishi mbali ya dhambi, kuachana na kujitenga na dhambi, kutengana na dhambi, kuacha dhambi. Amen. Haleluya. Anasifiwe sana. Haleluya. 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 Oh, sebasamenya kubana nawe, ware kugome itabeso. Oh, sebasamenya kubana nayo, ware kugome itabeso. Ubuzima, maisha, ubuzima, maisha no gutura, ni kukaa kureicha mbali na dhambi. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Asifiwe. Abake wa zamani ngo batinyaga ibyaha ngurufu, walikuwa wanaogopa dhambi kama kifo, ngo bari bahibana kama walikuwa wamejipeana kwa Mungu kama walio, walikuwa wanaogopa dhambi kama wafu, ngo bari hayima, walikuwa wamejipeana kwa Mungu kama waliofufuka. Pamuzaha yewe, toka kwenye dhambi, acha tabia hizo zilizokutawala. Yesu yu karibu kuja. Yesu yu karibu kuja. Yanayodhihirisha kuja kwa Yesu inakimbia kuonekana, inakuja majira, zinaonekana majira. Yesu yu karibu kila wakati. Yesu anaweza akarudi. Vile ilivyo ndivyo inaonekana. Hiyo vita ya Israeli vile inapigana, ikiwezekana inatembea mpaka ifike vita ya Armageddon. Inaenda haitakoma, inachadhihirisha kuja kwa Yesu, inakimbia kuonekana. Ukitaka unaweza ukajiunga na Mungu, unaweza ukaacha dhambi, unaweza ukaacha dhambi ya dhambi. Wacha utu wakati. Haleluya. Wacha mwili. Haleluya. Haleluya. Ubuzima, maisha, umuntu ufite ubuzima, tu anaye maisha, utarwaye gripe, si yule ambaye haugui homa, si yule ambaye anaumwa kichwa, si yule ambaye anajisikia ameimarika. Ubuzima, maisha, Yohana aliyosema ni maisha ya kukaa mbali na dhambi. Kaa mbali na dhambi, kaa mbali na dhambi. Mani tufashe. Mungu atusaidie. Mani tufashe. Mungu atusaidie. Kane. 4. Ubuzima. Maisha. Ngo birasobanurwa ngo. Inamaanisha hivi. Ngo nukuva mu imbuto. Ni kutoka mbegu. Nukuva mu imbuto. Kutoka mbegu z'urukundo. Ya upendo. Imbuto z'urukundo. Tunda la upendo. Niomba ngana gusa. Hiyo ndo na zungumzia. Nazungumzia hiyo yote ndio ni maisha. Urasobanura ubugingo budashira bwiteka. Inamaanisha maisha ya uzima wa milele usio. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. 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 Harumwe urwandiko muri urwandiko rwa Yohana. Katika waraka huu wa Yohana yagaragaje vipimo bitatu. Ameonyesha vipimo 3 bizabigaragaza Mkristo nyakuri, ambayo inaonyesha Mkristo wa ukweli. Nawe wipime kuri by'umugoro wa none. Nawe jipime jioni hii. Amagambo kuzatuvuga gusa kuvuga gusa. Toka kwa maneno ya kusema tu. La. Tuzadutera intambwe duhinduka. Tupiga hatua tubadilike. Kuna vipimo 3 zinazompima Mkristo. Ngakwa kuni kwa thermometer. Ni kama vile kipimo kinachopima joto. Kani zipimo Mkristo nyakuri. Ama inayompima mtu, kipimo cha kumpima Mkristo ukweli ni vipimo 3. Niba bitakuri mutazubipima. Kama haimo ndani yako, yumugoro wawe kubitagasha. Jioni hii ujiamshe. Wikubitagasha. Ujiamshe. Ikipimo cha mbere. Kipimo cha kwanza ngo nukumvira. Ni kutii. Kutii. Kumvira Imana. Kutii Mungu. Kugira umutima. Kuwa na moyo wumvira Imana. wa kumtii Mungu.
mutima woza wumvira Imana. Moyo wako unamtii Mungu. Mutima woza wumvira Imana. Moyo wako unamtii Mungu. Ikubwiye ngo reka kurenganya uzureka kurenganya. Ukikwambia wacha korofi unaacha. Ikubwiye ngo reka gusenga gusambana uzusambana. Ukikwambia wacha usherati unaacha. Ikubwiye ngo reka guca amachakuzi. Ukikwambia wacha mgawanyiko unaacha. Kipimo Kipimo cha kwanza Ukristo. Kumuntu ari umukristo. Kama Mkristo ni Mkristo. Ni kuwa ndani yake umutima. Moyo wumvira Imana. Wa kumtii Mungu. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Wamubwira ngo tanga icacumi akagitanga. Ukimwambia toa fungu la 10 anatoa. Wamubwira ngo reka gukora ibi ngibi na makosa. Wacha kufanya haya ni makosa anaacha. Reka. Wacha. Reka. Wacha. Akareka. Anaacha. Kipimo cha mbere. Kipimo cha kwanza. Thermometer ya mbere. Kipimo cha kwanza. Skane ya mbere zipima Mkristo. Kipimo kinachompima Mkristo. Ni kugira umutima. Ni kuwa na moyo. Ubaha Imana. Unaomtii Mungu. Uri mu muhanda. Ukiwa barabarani. Uraho bakuzi. Ukiwa pale wanakujua. Ukiwa pale hawakujui. Uri kumwe na telefone yawe wenyine. Ukiwa na simu yako peke yako. Uri kumwe nabandi. Ukiwa na wengine. Nijoro uryamye. Usiku ukilala. Wicicuye. Ukiamka. Wabonye amafaranga. Ukiwa na pesa. Bakiranuka mu cacumi. Unakuwa mtakatifu kwa fungu la 10 moyo. Utinya Imana. Unaomtii Mungu. Hiyo ndio kipimo ya kwanza. Kipimo cha pili ni upendo. Upendo. Upendo unapendana. Biblia yavuze ngo Biblia ikasema enyi wapendwa pendaneni kwamba upendo inatoka kwa Mungu. Na kila mmoja anayependa anajua Mungu. Na yule ambaye hapendi hajamjua Mungu. Kwa maana Mungu ni upendo. Hallelujah. Wapendwa pendane. Hallelujah. Hallelujah. Kwa maana Mungu amefanyaje? Amewapenda. Kila mmoja anayempenda mwenziwe anajua Mungu. Asiyependana hajui Mungu. Kwa maana Mungu ni upendo. Kipimo cha pili kinachopima Mkristo ni vile mtu anapenda watu. Na upendo inakaa kwa vitu mbili, si tatu. Mtu akikwambia anakupenda, vitu utakazoangalia si tatu, ni mbili. Kwanza angalia uhusiano wako na yeye, vile mnatembeleana. Mnatembeleanaje? Akikwambia anakupenda na anamaliza mwezi bila kukutembelea, anakudanganya. Na upendo tofauti na kutembea tu. Ni tofauti na kutembea pamoja. Na neno la pili kinachodhihirisha upendo, vile mnavyochangia vyenyu. Huwezi kulala njaa akiwa na kitu, nawe huwezi kulala njaa akiwa na kitu. Mnachangia mali yenu. Hizo ndizo vitu mbili zinazoonyesha upendo. Mtu akikwambia anakupenda, angalia vile mnatembeleana, angalia vile mnachangia mali yenu. Kipimo cha tatu ni kumwamini Yesu. Kumwamini Yesu. Vile umeamini Yesu. Hallelujah. 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 Haringundonisha. Kuna upendo nyingi. Aina nyingi za upendo. Lakini kuna upendo mmoja. Huyu Yesu ametupenda. Hii inayoitwa ni upendo kweli kweli. Kwa Kifaransa anaita ni upendo inconditionnel. Upendo bila sharti. Upendo love. Bila sharti. Unampenda mtu eti si ati mnazaliwa pamoja, si ati unamjua, si ati unatafuta faida kwake. Unampenda kama kwa sababu Mungu amemuumba. Unampenda kwa sababu Mungu amemuumba. Upendo usio na sharti. Hiyo ndio Yesu ametupenda. Paulo akawaandikia Warumi, akawaambia ngo birashoboka kuko inawezekana kama mtu anaweza kwenda kufia, anaweza akajitoa kwa ajili ya mtakatifu. Lakini Mungu amedhihirisha upendo wake aliyotupenda akijitoa zamani tukiwa watenda dhambi. Amen. Hallelujah. 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 Amen. Ni nini iliyomfanya akupende? Ni jamii nzuri. Uwanga napenda kusema. Na hata juzi kuna mtu tulikuwa tunaongea kwa familia. Mungu kwa kunipenda na kuniita imesimamia kwa nini? Si jamii kubwa ambayo inaizaliwa, si utajiri niliokuwa nao, si ati nilikuwa na kila kitu, si akili, si area. Kuna saa zingine nikijiuliza
naiambia kwa nini umenipenda, lakini nakumbuka kuwa Mungu ni upendo, amenipenda na bila kusimamia kwa na wewe nami lazima tupende wenzio bila kuwa na sharti. Nikiandaa maneno haya nakuye mu gitabo ngisoma, nimetoa kwa kitabu nikisoma, hari impamvu ngo zigera kuri 200. Kuna sababu karibu 20 zituma tukunda abandi, zinazotufanya tuwapende wengine, ariko nta mwanya mfite kuzivuga zose, lakini hatuna muda wa kusema zote. Mugoro wanavuga 5, nitasema 5 pekee kugira ngo ndangize hangu ili tumalizie hapo. Hari impamvu 20. Kuna sababu 20 sabwa na Biblia, tunaombwa na Biblia zo gukunda abandi, za kuwapenda wengine, ariko mugoro bareka mvuge 5, lakini wacha tuseme 5. Sababu ya kwanza, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Afite Biblia waje kusoma waje kufasha mfano. Wala ambao wana Biblia wachukue mic kugira ngo tusome tuzane cyane ili tuende kwa pamoja. Impamvu ya mbere, sababu ya kwanza, ngo nuko zerekana, inaonyesha ngiye dukuza abandi, tukiwapenda wengine, zerekana koko, inaonyesha kuwa ko turi abana b'Imana, ya kuwa sisi ni wana wa Mungu, ko turi abantu b'Imana, sisi ni watu wa Mungu. Zerekana ko inaonyesha turi abana b'Imana, tu wana wa Mungu. Zerekana ko inaonyesha turi abantu b'Imana, tu wana wa Mungu. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Twabisomye ari gice cya 4:7. Tumesoma hapo sura ya 2:7. Inasema ngo bakunda, enyi wapendwa, mukundane, pendaneni kuko Imana yabakunda, kama vile Mungu amewapenda. ngo kuko Imana, kwa maana Mungu ni upendo. Haleluya. Haleluya. Abakundana, wanaopendana ngo bazima ndio wanajua Mungu. Udakunda undi, asiyependa mwenziwe hajui Mungu. Imbavu ya mbere, sababu ya kwanza sababu gukundana ya inatuomba tupendane. Kwa sababu tukipendana ni ishara dhihirisho ya kuwa sisi ni wa Mungu, sisi ni watu wa Mungu. Hakuna watu ambao si wa Mungu wanaweza wakapendana. Wanaweza wakapendana upendo wa faida, wanaweza kupendana ya damu, lakini hii upendo ya Mungu ya agape, wanaopendana ni walio wa Mungu. Yenye wapendo, pendaneni kwa maana Mungu ni nini? Ni upendo. Ugisi misi waratandukanye nabo mwakundanaga, timukivugana, timukigendererana, icaya gukoreye onese muri karine kugira sibagirwa. Kweli tutakunda bana. Kwa nini hatuwapendi wengine? Kandi natwe Imana aradukunda. Nasi Mungu ametupenda. Kandi urukundo na upendo ariko ikimenyetso igaragaza ko ishara inadhihirisha kuwa sisi ni watoto wa Mungu. Kwa nini tunawachukia wenzio? Kwa nini tunawachukia? Kwa nini unachukia watu? Kwa nini unamchukia ndugu yako? Kama unamchukia ndugu yako, wewe si wa Mungu. Kwa maana mtu wa Mungu anapenda wengine, anapenda mwenziwe. Haleluya. Ya pili, ngo bigaragaza kuko inadhihirisha kuwa turabana b'Imana, sisi ni wana wa Mungu. Kimenyetso kigaragaza ko turabana b'Imana. Ishara inadhihirisha kuwa sisi ni wana wa Mungu. Sababu ya pili inatuomba kupendana ni kwa sababu upendo ni ishara tosha ya kuwa sisi ni wana wa Mungu. Haleluya. 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 Somere papa, somere ndo abonye mikoro wakonye mikrofone. Pastor adusomere igice umurongo wa 7 numara usimbu gusoma igice cya 5 umurongo wa 1 kwa 2. Umurongo wa 7 mstari wa 7, igice cya 4 umurongo wa 7 usimbuke usome igice cya 5 umurongo wa 1 kwa 2. 4 7 5 kwanza mpaka 2. Kuvuga kuntu bavuze ni kimenyetso kigaragaza ko turabana b'Imana, ishara tosha kuwa sisi ni wana wa Mungu. Ico gice cya 4 umurongo wa 7 wonyine gusa. Murongo wa 7, bakundwa dukundane kuko urukundo ruva ku Mana. Umuntu wese ukunda yabyawe n'Imana kandi azimana. Amen. Umuntu wese ukunda, yote anayependa yabyawe n'Imana, amezaliwa na Mungu, ni mwana wa nani? Wa Mungu. Umuntu ukunda abana, mtu anayewapenda wengine amezaliwa na Mungu. Sura ya 5 mstari wa 1 mpaka wa 2. Uwizeye wese yuko Yesu Kristo niwe wabyawe n'Imana, uwizeye wese ko Yesu Kristo niwe wabyawe n'Imana, kandi ukunda wese yabyaye ukunda n'uwabyawe nayo. Yabyawe akunda n'uwabyawe nayo. Iki nico kitumenyesha ko dukunda
abana b'Imana, ko dukunda abana b'Imana, nuko dukunda Imana, nuko dukunda Imana, tugakurikiza amategeko yayo. tugakurikiza amategeko yayo. Amen. Amen. Ni ikimenyetso kigaragaza ko Ni ishara tosha uri umwana w'Imana. wewe ni mwana wa Mungu. Amen. Haleluya. Wewe umwanya mutoya. Kwa sababu ya muda mfupi Aha nari kuvuga amagambo menshi. ningelisema maneno mengi. Hari agasibe agatanyuka amagambo. Kuna maneno mengi hapa. Ariko kubera gucumuza umwanya. Lakini kwa sababu ya muda Reka ndekera aho ngaho. wacha tuachie hapo. Vuga ijambo rya gatatu. Neno la tatu. Ijambo rya gatatu. Neno la tatu Ngo ni ikimenyetso kigaragaza ko ni ishara tosha tuzi Imana. ya kuwa tunamjua Mungu. Urukundo, Upendo ni ikimenyetso ni ishara kigaragaza inayodhihirisha tuzi Imana. ya kuwa tunamfahamu Mungu. Abakunda Wanaopenda bazima wanajua Mungu. ni ijambo ry'Imana tu. Ndivyo neno limesema. Muntu navuga ngo nazima nariko Mtu akisema anajua Mungu lakini hapendi watu, ni umunyakinyoma. huyo ni muongo. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Atukuzwe. Amen. Uvise mugenzi wanje ashima Imana. Sinabwe gusogeza kuri Nowe. Ni mugende igenda muri sheje ukukunda kundi gusa. Eno kuko Imana imugenda yuka uko bimeze gusa. Ushobora no kugenda tangisa. Kuko imbaraga ziyahagizwa. Ai. Shaka ho yamamazi. Ai. Ni ku mutima wanje ukwifuza. Oya sinatamaramaza. Numvise mugenzi wanje ashima. Avuga iby'imbaraga z'Imana. Ai. Kandi naje mfite icyo cyifuzo. Oya sinatamaramaza. Kuko imbaraga ziyahagizwa. Ushakashaka ho yamamazi. Aiwa. Ni ku mutima wanje ukwifuza. Oya sinatamara. Sinakurekura. Sinakurekura. Erega sinakurekura. Erega sinakurekura. 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 Erega sinakurekura. Erega sinakurekura. Namenye kuri se w'imigisha. Namenye kuri se w'imigisha. Imana imuribiye. Erega sinakurekura. Namenye kuri se w'imigisha. Namenye kuri se w'imigisha. Imana imuribiye. Erega sinakurekura. Hallelujah. Asifiwe Mwokozi. Hallelujah. Ahimidiwe Bwana wa majeshi. Asifiwe. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Haleluya. Urukundo. Upendo. Iyo dukunda abantu. Tukiwapenda Ni wengine ikimenyetso ni ishara kigaragaza inayodhihirisha kuwa tuzima. tunamjua Mungu. Haleluya. Haleluya. Niba udakunda Kama upendi wengine, tuzima. kweli humjui Mungu. Niba wanga abantu Kama unawachukia watu, tuzima. upendi Mungu. Kuko urukundo Kwa maana upendo ni ikimenyetso ni ishara kigaragaza inayodhihirisha kuko tuzima. ya kuwa tunamjua Mungu. Numvise mugenzi wanje ashima. Avuga iby'imbaraga z'Imana. Kandi naje mfite icyo cyifuzo. Oya sinatamaramaza. Kuko imbaraga ziyahagizwa. Gushakashaka ho yamamazi. Ni ku mutima wanje ukwifuza. Oya sinatamaramaza. Numvise mugenzi wanje ashima. Avuga iby'imbaraga z'Imana. Kandi naje mfite icyo cyifuzo. Oya sinatamaramaza. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Reka uziburekera aho ngaho kuko mutwe utaje gutobwa ngata gahunda. Arakena. Erega sinakurekura. Ai. Sinakurekura. Erega
sinakurekura namenye kuri se w'imigisha namenye kuri se w'imigisha Imana y'imuri bihe erega sinakurekura. Haleluya 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 Shimimana shukuru Mungu. Ejo bundi mvuye mu rubanza murabiza ariko urubanza Imana ari umbwiye mu kwa kabiri. Mungu ameniambia hii harusi mwezi wa pili nikiwa Kigali. Bani rambira ngo agiye gukora ubukwe vuba bwihuse. Mungu akaniambia harusi ipo karibu kufanyika kwako. Ariko ngo nudasenga cyane. Lakini usipoomba sana. Ngugiye guhura n'intambaro uzorira igihe cyose. Utapatana na vita utakayolia milele. Ndataha. Nikarudi. Ngosubire mu kwezi kwa karindwi na n'indi n'ubundi. Niliporudi mwezi wa 7 tena. Mwana w'umfurero waruvuye Kamanyura. Kijana aliyekuwa akitoka huko Kamanyura. Arafuata mbira yo magambo. Akaniambia maneno hayo. Subira bwishuri tuzari kunari mu bukwe kandi. Nikarudi tena ikasema harusi tena. Turahanduka. Tukiwa pahali tena. Mwene data waruvuye Gisenya mbira magambo. Ndugu aliyekuwa akitoka Gisenya akaniambia maneno hayo pia. Ngoga ngo reka tuze gusenga. Kasema acha twende kuomba. Jangu bunga. Kaenda ngurunga. Girima. Kamwambia Mungu. Imana ibwira amagambo 3. Kamwambia Mungu akaniambia maneno 3. Ndavuga rimwe gusa. Utasema moja. Irambira ngo reka humura ngo. Kaniambia usijali. Humure ndi kumwe nawe. Usijali ni pamoja nawe. Mana nyereka ikimenyetso kiri gutuma kwereka ko kumwe nawe. Mungu akanionyesha ishara inadhihirisha kwa hiyo. Abantu akabafa kwemera gusa mu Kigali. Kuna watu Mungu akiwaambia wanakubali tu. Nawaambia masauti yanayosema ni mengi. Girima ngo Mana nyereka ikimenyetso. Kamwambia Mungu nionyeshe dhihirisho ishara. Nijue ya kuwa ni wewe tumezungumza. Nijue kama sijazungumza na hisia ama ni sauti nyingine. Akanipa. Siwezi nikakuachilia. Nimepata ukizidi yote. Mungu ni mwema. Humura mwana wanje izuvuga zose ndazuva kandi mbere y'ukubibwira banamaze kubimenya kandi ntutegubwoba nibyo byose bikugose kuko nduwiteka Imana ya manuwe no kugutabara. Humure mwanya humura ugiye kwibuka. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Atukuza Mungu amile. Ngomba bahigira umuhigo. Nikaweka nadhiri. Ndabwira ngo Mana kubera kumbwiye amagambo. Nasema kwa sababu umesema maneno haya. Kandi ukampa ikimenyetso gifatika. Na umenipa ishara dhihirisho. Nubisoza kubivuza. Ukitimiza vile umesema. Nanje nzokora. Nami kuna kile nitafanya. Haleluya. Haleluya. Chungwe nakoze kimwe. Jumapili nimefanya moja. Tegura gukora nzokora abantu bavuye ngo nabaye musasi. Kuna kingine nitafanya. Naandaa vizuri. Nitafanya walio kwangu wazazi. Lakini sitakuwa na jali. Neema ya Mungu. Takuwa na jali neema ya Mungu. Naweza nikakufananisha kwa maana hajamnyima mtoto wake Yesu akamtoa kwa ajili yetu. Ni nini naweza nikamnyima? Ni nini ambayo nina hajanipa? Naandaa na kusanya. Wanyeretse ineza ineza wanyeretse ineza. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Sakane ndambi ya kane. La 4, sababu ya 4. Ngo nuko kwa sababu Imana ari urukundo. Mungu ni upendo. Kandi natwe ngabana ba. Nasi kama wanawe ngo tugomba kuyiga. Lazima tumuige. Bwana asifiwe. Haleluya. Impamvu ya kane iko tukundana. Sababu ya 4 ya kupendana. Nuko Imana ari urukundo. Kwa maana Mungu ni upendo. Natwe ngabana ba. Nasi kama wanawe tugomba kuyiga. Lazima tumuige. Uzawiga ni Imana. Unamwiga Mungu. Amen. Haleluya. Namenye kuri se w'imigisha Imana y'imuribihe erega sinakurekura. Namenye kuri se w'imigisha Imana y'imuribihe erega sinakurekura. Wacha kumwachilia Mungu. Komezima. Mshike Mungu. Usimwachilie Mungu. Niyo se w'imigisha. Mungu ndiye baba ya baraka. Niyo se w'imigisha. Ndiye baba wa baraka.
Amen. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. Murongo wose umusoma kubera ko bwije. Abasoma birebe n'igiti n'umurongo wa 8 n'ubundi. Mstari wa 8 n'umurongo wa 15. Na mstari wa 16. Reka ndangize kuri iri jambo. Tumalizie kwa neno hili. Bwanyuma. Ya mwisho. Bwana asifiwe. Hallelujah. Mpamvu ya gatanu tuba tukunda Imana. Sababu ya 5 ya kumpenda Mungu. Ngo nuko Imana ni kwa sababu Mungu yerekanye urukundo rwa. Amedhihirisha upendo wake. Twebwe tutaraba. Sisi kabla kuwepo. Yerekanye urukundo rwa. Amedhihirisha upendo wake. Yerekanye urukundo rwa. Amedhihirisha upendo wake. Birankunda. Kanipenda. Kana kagafuzi. Mtoto yatima atagira shinge na rugero mbaye hana msaada wote, mbaye hangekuwa na msingi wote, akanipenda kwa sababu amedhihirisha upendo wake mbele sisi tu. Amedhihirisha upendo wake, anayekupenda, anakupenda, nakupenda, yumacho kwa ajili yako, na wewe hujajua, ni wewe hujagundua. Ndio maana unalala na kuamka, ndio maana unaenda usigongo, ndio maana akina Ndagije wamefanya ajali lakini hawaja. Ni upendo wa Mungu, ni upendo wa Mungu. Anaturehemu kwa sababu ametutendea wema, anatujali, anatufanya tuishi, tunaishi bila kusimamia kwa chochote. Kwa rukundo rugira neza nirwo Yesu yakuze, yaba basizi bari baruzi ijuru ryobaye hafi. Kwa rukundo rugira neza nirwo Yesu yakuze, yaba basizi bari baruzi ijuru ryobaye hafi. Iragukunda nukuri. Anakupenda. Nakupenda Mungu. Wewe utarabimenya. Ni vile hujajua tu. Anakupenda. Kubera maso. Yatanze umwana wawe. Amemtoa mwanawe w'ikinege wa pekee kubesheje. Anakufanya uishi. Ariko kibabaje. Lakini huzuni nuko umuntu yagukunda. Kwa maana mtu akupende. Wewe bado ukamwitura inabi. Lakini wewe usimpende. Wewe akagukunda wewe ukamwitura. Anakupenda wewe unamlipa kwa ubaya. Anakuambia anakupenda lakini unamlipa vibaya. Hindukira. Geuka. Hindukira umenye urukundo. Geuka ujue upendo huu. Penda Mungu kama alivyokupenda. Amekupenda sana. Biblia yavuze. Biblia imesema. Bwana asifiwe. Hallelujah. Wabakundwa wewe. Enyi wapendwa. Mkundane. Pendaneni. Kwa maana anayependa amezaliwa na Mungu na anajua Mungu. Asiyependa hajajua Mungu. Kwa maana waliye Mungu anapenda watu. Haya ndio maneno. Tendea watu wema. Biblia inasema tendea wote wema, lakini hususan wale wa nyumba ya imani. Wapenda wa jamii yako. Penda mke na mmewe. Penda watoto wako. Penda ndugu zako. Penda nchi yenu. Penda taifa lenu. Penda kanisa lako. Penda mnaoishi na wao. Penda, lakini hususan wa nyumba ya imani. Kwa maana upendo ni Mungu. Pokeeni neno. Bari baruzi ijuru